Assalamu alaikum. Karibuni Safina High School. Tukiwa tunafanya matayarisho ya KCSE 2025. Sisi tuko Safina High School, Old Town, Mombasa, Kenya. Je, wewe uko katika shule gani na county gani? And which topics do you need to be taught? Tafadhali andika hizo kwenye comment section hapa kwa YouTube. Alafu pia karibu WhatsApp, namba yetu ni 0717 588 568. Utuambie kama unataka kuwekwa kwa group ama unataka kuwekwa kwa VIP group. Tunakutakia kila la kheri. Fanya mazoezi yako ya KCSE 2025. Soma, uelewe, uko na wakati mwingi wa kurevise ukapita. So, tuanze mazoezi bila kupoteza wakati. Hii ilikuwa ni KCSE 2015. Can we go through the paper together? Japo a few questions tufanye, tuangalie ladha yake. So, question ya kwanza hapa tumeambiwa, the length and width of a rectangular piece of paper were measured as 60 centimeters by 12 centimeters. Kwa hivyo width ni ngapi? Width ni 60, length ni 60, alafu width ni 12. Kwa hivyo kwa huku urefu ni 60 na kwa huku upana ni 12. Hii ni 12 centimeters na hii ni 60 centimeters. Determine the relative error in the calculation of its area. Determine the relative error in the calculation of its area. So relative error kawaida haipatikani mpaka tupate absolute error. Na absolute error nayo pia haipatikani. Absolute error haipatikani mpaka kwanza tupate nini? Tupate the maximum value, kisha minus the minimum value, alafu divide by 2. So how do we get the maximum and how do we get the minimum? Takuja hapa tutasema absolute error is equals to maximum value of the area itakuwa ni 60.5 alafu times 12.5. Maadamu hapa hatujaambiwa kuna error gani katika hii measurement, tutachukulia kwamba 60 yaweza kuongezwa 0.5 ama ikapunguzwa 0.5 na hizo ndo zikawa minimum and maximum values. So 60.5 times 12.5 minus minimum tukaeka nini? Minimum tukaeka 59.5 times 11.5. Kwa hivyo hiyo minus hiyo, alafu answer yetu tutadivide by 2 ndo tutapata absolute error. Haya, weka hiyo kwa calculator niambie answer. Absolute error ya jangapi? 60.5 times 12.5 kisha minus 59.5 times 11.5. Answer inakuja 72. Kisha tutadivide by 2 tutapata ni 36. So sasa sisi tunataka the relative error. Na relative error huwa ni absolute error over the actual measurement. So absolute error tumepata answer ni 36. Over the actual measurement tutachukua tu hii width times length, 12 times 60. Na 12 times 60 ni ngapi? 12 times 6 ni 72, kwa hivyo hii itakuwa 720 cm squared. So hapa itakuwa 36 over 720. Ambayo answer ya relative error itakuwa ni 0.05. And this is our final answer. Tungeulizwa percentage error, tungechukua relative error times 100%. Umeona number 1 hiyo? The absolute error, relative error na percentage error. Twende number 2.
Number 2 lilikuwa swali la surds. Root 11 over root 11 minus root 7. So swali kama hili utali rationalize the denominator. Utachukua root 11 over root 11 minus root 7. So tutaweka bracket hapa to multiply na conjugate ya hii denominator. Kama chini ilikuwa root 11 minus 7, ukija nje waeka nini? Waeka root 11 plus root 7. Na ukiweka chini of course lazima uiweke na juu pia. So juu pia tutaweka root 11 plus root 7. Answer itakuja nini? Juu root 11 times root 11 itakuwa 11, kisha plus root 11 times root 7 itakuwa root 77, kisha all over root 11 minus root 7 ukizi square itakuja to a squared minus b squared. So itakuwa 11 minus 7. Our final answer itakuwa nini? Itakuwa 11 plus root 77 all over 4. Na hizo tushachukua another 2 marks. Twende number 3. An arc 11 centimeters long subtends an angle of 70 degrees at the center of the circle. Kwa hivyo kuna circle, alafu kuna arc, tuseme imeanza hapa mpaka hapa, lakini unaambiwa iko 11 centimeters long. Kisha it subtends an angle of ngapi? It subtends an angle of 70 degrees at the center of the circle. Tumeambiwa calculate the length correct to 1 decimal place of a chord that subtends an angle of 90 degrees at the center of the same circle. So nafikiri mnakumbuka formula ya arc length. Ilikuwa tunasema arc length is equals to theta over 360 times 2 pi r. Kwa hivyo arc length hapa ni ngapi? 11. 11 is equals to theta ambayo ni 70, tuijua tayari hiyo. So 70 over 360 times 2 times pi ambayo ni 22 over 7, alafu times the radius ambayo ni unknown. So how can we find r? Hiyo ni kazi rahisi, unazirusha tu hizi zote upande wa pili. So itakuwa 11 times 360 over 70, alafu times 1 over 2, alafu times 7 over 22. Utapata r is equals to 9. So kama tushapata sasa kwamba r is equals to 9 centimeters, tusome swali tena. Calculate the length correct to 1 decimal place of a chord that subtends an angle of 90 at the same circle. So tushaona kwamba r hapa ni 90. Tukiichora circle tena, umeambiwa chord that subtends an angle of 90. Yamaanisha nini? Ukifanya hivi uchore 90 degrees hapa ndani kama namna hii, hapa katikati, alafu utoke na hivi, sio umechora 90 degrees. Sasa tunataka hii chord hapa, a chord that subtends an angle of 90 at the same circle. Na maadamu ni at the same circle, tuweza tukasema nini? Kama hapa radius ya kwanza circle ilikuwa 9 cm na 9 cm, basi kama hii ni the same circle, radius itabaki ni ile ile 9 na 9. So tukitaka length of this chord tutafanya nini? I think unaona hapa tutatumia Pythagoras theorem. Kwa hivyo tutakuja tutasema length squared is equals to 9 squared plus 9 squared, ambayo tutasema kwamba L squared is equals to 81 plus 81, ambayo ni 162. 9 squared plus 9 squared itakuwa 162. Kisha tumeambiwa calculate the length correct to 1 decimal place. So utakuja hapo utasema kwamba length is equals to the square root of 162.
Kwa hivyo square root of 162, jibu litakuwa 12.73, lakini tumeambiwa correct to 1 decimal place, tutawacha hapa 12.7 centimeters. Umeona tena another 4 marks zilivyookotwa hizo. Twende number 4. Number 4 tumeambiwa in the figure below, O is the center of the circle, A, B, C and D. Hii ni topic gani? Hii ya juu yake ilikuwa circles, chords and tangents, lakini hii ya sasa number 4 ni angle properties of a circle. Inatarajiwa labda pia mara hii inaweza ikaletwa 10 marks, mchanganyiko wa hizi topics mbili, chords and tangents na angle properties of a circle. So in the figure below, O is the center of the circle. A, B, C and D are points on the circumference of the circle. Kwa hivyo zimegusa circumference, A, B, C and D. Yamaanisha A, B, C, D ni cyclic quadrilateral. What do we know about a cyclic quadrilateral? Opposite angles add up to 180. So kama hapa ni 55, opposite yake iko kwa hapa, itakuwa ngapi? Unaweza ukatumia calculator, 180 minus 55 utapata ni 125. Kwa hivyo kwanza naweza nikasema kwamba angle ABC is equals to 180 minus 55. So ABC ni 180 minus 55, ambayo itakuwa ni 125 degrees. Kwa nini? Kwa sababu opposite angles of a cyclic quadrilateral, opposite angles of a cyclic quadrilateral add up to 180 degrees. Okay? Lakini hatukuulizwa size of angle ABC. Tumeulizwa the size of angle ACB. Utaweza kuzipata vipi? Kuna njia kadhaa hapa ya kuzipata, lakini njia rahisi ni kutambua kwamba DC, si unaona DO, O ni center of the circle. Kwa hivyo DO ni radius na DC ni diameter. So kama DC ni diameter, DAC itakuwa ngapi? Tutasema kwamba DAC is equals to 90 degrees, kwa sababu hii ni angle subtended by the diameter, alafu at the circumference, Kwa hivyo DAC ni 90 degrees. Tushapata angle DAC ni 90, utaweza kupata na gani nyingine? Unaona hii hapa itakuwa rahisi sasa, kwa sababu hii na hii na hii ni 3 angles of a triangle. So kama ya kwanza 55, ya pili 90, bila shaka ya tatu itakuwa ni 35 degrees. Manake ukitaka angle ACD utachukua ni 180 minus hizi angle mbili tulipata ni 55 plus 90. So ukifanya calculator, 180 minus 55 alafu tena minus 90, utapata angle ni 35. So ACD itakuwa equal to 35 degrees. Sasa tusome swali lake. Yeye ataka find the size of angle ACB kwa hapa ndani hapa. Angle hii tutaipata vipi sasa? Hapa ndo kwenye swali. Cha tubadilishe kala kidogo, hapa ndo kwenye swali. Tutalipata vipi? Tutasema angle ACB. Kumbuka kwamba BAC, waiona hii hapa, BAC itakuwa sawa na ACD. Kwa sababu gani? Zimechora Z angle. Angalia hii Z imekuja hivi, ikaja hivi, ikaja hivi. Umeona Z angle imechora hiyo alternate. Kwa hivyo angle ACD na BAC ziko equal. Kwa hivyo kwa hapa pia itakuwa ngapi? 35 degrees. So sasa tukitaka find the size of angle ACB tutaipata vipi? Kumbuka tuna ABC na tuna BAC. Hizo angle mbili tutazi add, tuzi minus from 180.
Kwa hivyo 180 minus 35 plus 125. So ukichukua calculator 180 minus 35 alafu tena minus 125, tutapata answer ya ACB ni 20 degrees. Kwa hivyo tunaweza tukasema ACB is equals to 20 degrees. I hope umenielewa. Kama huijui hii topic, tuko na full playlist na hizi sheria pia tumezieleza kwa ukamilifu. Ingia tu YouTube channel, search Safina High School Angle Properties of a Circle. Utaipata full topic imeelezwa. Can we go to the next question? I hope mnaangalia time inavyo flow. Number 5. 11 people can complete 3/5 of a certain job in 24 hours. Calculate ama determine the time in hours correct to 2 decimal places. Correct to 2 decimal places that what? That 7 people working at the same rate can take to complete the remaining part of the job. Kwa hivyo kama hawa wamemaliza 3/5 of the job, the remaining part itakuwa ngapi? Remaining part itakuwa ni 2/5 of the job. So 11 people, kuna nini na nini na nini hapa? Kuna people, ni yale maswali ya men, hours, days. Kwa hivyo people, hours, alafu kuna days. Hakuna days, lakini kuna the fraction of the job to be done. Kwa hivyo kwanza tulikuwa na 11 people. Walifanya kazi for how many hours? They can complete a certain job in 24 hours. Acha tuipange vile vile ilivyokuwa, people alafu job alafu hours, lakini hata kuipanga hivi nilivyoanza kwanza haina makosa. Kwa hivyo people, hours alafu job. So 11 people can complete 3/5 of a certain job. They can complete 3 pieces out of 5 of a certain job in how many hours? In 24 hours. Determine the time in hours correct to 2 decimal places that 7 people can take to the that 7 people working at the same rate. Kwa hivyo hapa hakuna part ya kuongeza kwa rate. Rate hapa na hapa ni the same, haibadilishi kitu. So that 7 people can take. Determine the time in hours correct to 2 decimal places that 7 people working at the same rate can take to complete the remaining job. Kwa hivyo kama wale maliza 3/5, hawa watamaliza 2/5. Alafu tutaka the number of hours they will take. Determine the time in hours. Kwa hivyo swali liko kwa hours. Ukishajua swali liko wapi, maswali haya yanakuwa rahisi kusolve. Problem hizi zinasolvika kirahisi sana. Unakuja tu unajiuliza, si swali liko kwa hours. Mara ya kwanza nilikuwa na 11 people wakafanya kazi in 24 wakafanya kazi in 24 hours. Kwa hivyo tumekubaliana hapa ndo tuweke nini? Hapa ndo tuweke the job to be done na hapa ndo tuweke the hours taken. Kwa hivyo 11 people can complete 3/5 of a certain job in 24 hours. Determine the time in hours correct to 2 decimal places that 7 people working at the same rate can take to complete the remaining job. Kwa hivyo remaining job ni hapa. Utaifanya vipi? Utasema 11 people walitumia 24 hours. What about 7 people? Watatumia more hours ama less hours? Bila shaka 7 people ni watu kidogo, watatumia masaa mengi zaidi kumaliza kazi. So you'll take the bigger fraction, 11/7. Twende mbele, times. Mara ya kwanza walikuwa wanafanya 3 parts of the job, 3/5. Wakatumia 24 hours. Swali bado liko kwa hours. Ikiwa sasa wanafanya 2 parts of the job, watatumia more hours ama less hours? Bila shaka, ikiwa mara ya kwanza unafanya 3 parts, mara ya pili unafanya 2 parts. 2 parts utahitaji less time kumaliza kazi. So tutachukua the smaller fraction. Hatuchukui 3/2, mara hii tutachukua ni 2/3.
alafu mwisho hii 24 unaiweka 2 times 24. Haya is equals to ngapi? Weka kwa calculator. 11 over 7 times 2 over 3 times 24. Answer itakuwa 25 and 1 over 7. Tumeambiwa correct to 2 decimal places, itakuwa 25.14 hours. Kwa hivyo hours taken itakuwa ni 25.14 hours. Sawa hiyo? By the way, ukifanya kazi yako si lazima uunderline wala uoneshe answer iko wapi. Wewe unaweza ka flow tu mpaka mwisho, wao wenyewe wataiona answer iko wapi. Hours is equals to 25.4 watakuwekea. Sawa hiyo? Because inawezekana mpaka hapa umekuja ukaandika vizuri, alafu wakati wa kuandika answer uka underline mistake. So marking huwa inafanywa kwa njia kama hiyo. Of course mimi si examiner, lakini nimesikia tu some examiners wakieleza. Number 6. The length and width of a rectangular signboard are 3x plus 12 and x minus 4 respectively. If the diagonal of the signboard is 200, determine its area. So the length and width of a rectangular signboard are 3x plus 12 and x minus 4 respectively. Nipeni fikra nianze vipi hapo? Kwa hivyo 3x plus 12 and x minus 4, length and width. Width tumeambiwa ni x minus 4 na length tumeambiwa ni 3x plus 12. If the diagonal of the signboard is 200, hii diagonally hii diagonal hapa mpaka hapa ndo ngapi? 200 centimeters. If the diagonal is 200 centimeter, determine its area. So hapa nafikiri unajua kwamba in a rectangle all the 4 corners are right angles. So hapa tukatumia Pythagoras theorem tukasema x minus 4 squared alafu plus 3x plus 12 squared is equals to 200 squared. So tukifungua hii bracket itaform quadratic equation. Hebu tuifungue kwa makini. X minus 4 squared itakuja vipi? Itakuja x squared minus 2 times x times 4 ambayo ni 8x alafu plus 4. Kisha plus 3x ukisquare itakuja 9x squared alafu plus 2 times 3x ni 6x na 6x times 12 ni 72x alafu plus 144 is equals to 200 squared. 200 squared inakuja ngapi ukifanya calculator? 200 times 200 ni kama tu kuchukua 2 times 2 4 alafu kaongeza hizo 0 mbili za kwanza 0 mbili za pili, so hiyo ni 40,000. Haya, can we collect like terms hapa? X squared plus 9x squared itakuja 10x squared, kisha minus 8x plus 72x. Tudaiwa 8 tuna 72, tutabaki na ngapi? 72 minus 8 ni 64. Kwa hivyo 10x squared plus 64x alafu plus 4 plus 144, 4 plus 144 alafu minus 40,000, so utapata minus 39,852. Kwa hivyo minus 39,852 is equals to 0. Hii sasa ni quadratic equation, tunaweza tukaisolve using the quadratic formula. Utaipata vipi? X is equals to negative b. B hapo umeiona ni 64, kwa hivyo itakuwa negative 64 plus or minus the square root of b squared, tutachukua 64 squared alafu minus 4ac, so itakuwa ni 4 times 10 times c ni 39,852, lakini kumbuka 39,852 iko na negative, kwa hivyo hapa itakuwa ni b squared ambayo ni 64 squared, hapa itakuwa 64 squared kisha plus 4 times a ambayo ni 40 alafu times c ambayo ni 39,852. Sijui kama tumeelewana vizuri hapo. Kwa wale ambao wamezoea kufanya quadratic equations,
Hii ni kazi ya mteremko rahisi kabisa. It's just applying the quadratic formula. So tumalizeni hapa. X itakuwa ngapi? X itakuwa negative b ambayo ni negative 64, alafu plus or minus the square root of b squared ambayo ni 64 squared, kisha minus 4 times a ni 10, hiyo ni 40, alafu times c ni 39852. Lakini hii kwa sababu iko na negative 4 times hii negative ya hapa tutabadilisha hapa plus, alafu tutaweka all over 2a ambayo 2a itakuwa 2 times 10 20. Aya, tumalizeni hiyo. So 64 squared plus 4 times 10 times 39852 itakuja 1598176. Square root of answer ya jana madecimals. Nimeharibu wapi kwani? 3x squared ni 9x squared, 2 times 3x times 12, 2 times 3 ni 6, 6 times 12 is 72, kisha plus 12 squared 144. Sawa hiyo. Hii hapa ndo nimeharibu jamaa. Unaona x squared minus 8x plus ilikuwa nichukue 4 squared ambayo hapa ni 16. Kwa hivyo hapo ndo nimeharibu. So 16 plus 150, 16 plus 144 alafu itakuwa equals to 160, kisha minus 40,000 itakuwa 39,840, sio 39,852. Ukiona decimals kwanza jishuku, pima kazi yako, ikiwa iko sawa tunaendelea. Tusome minus 39,840. Na hapa pia nafanya rekebisha niweke 39,840. Tumalize sasa. So 64 squared plus 4 times 10 times 39,840 itakuja ngapi? 1597696. Square root of answer imekuja 1264. Na unaweza endelea. X is equals to negative 64 plus or minus 1264 all over 20. So negative 64 plus 1264 itakuwa 1200, alafu answer divide by 20 tutapata x is equals to 60. Sasa nisha find x, kazi yangu ni rahisi. X is equals to 60 centimeters. So niliulizwa find the area, determine the area. Utaipata wapi length? Length itakuwa ni 3 times x ambayo ni 60 alafu plus 12. So 3 times 60 plus 12 itakuwa 192. Kwa hivyo length is equals to 192, na width ni rahisi tu, x minus 4. Kwa hivyo 60 minus 4 ni ngapi? 56. So 192 times 56 tutapata area ni 10,752. Area itakuwa ni length times width, ambao utapata nini? 192 times 56 utapata 10,752. Kwa hivyo area is equals to 10,752 centimeters squared. I hope imeeleweka vizuri hiyo. Na zoom in kidogo mupate kuiona, muipige screenshot. Question hiyo imekamilika. I think now we can go to our next question. Number 7. Find the value of x given that log x minus 1 plus 2 is equals to log 3x plus 2 kisha plus log 25. So find the value of x given that log hiyo plus 2 is equals to log hiyo plus log 25. So kwanza nafikiri unaona kwamba hii 2 haiko in the form of logarithm. So tutaibadilisha vipi? Tutajiuliza log base 10 ngapi ndio sawa na 2? So hii ngapi hapa nitajaza nini? Nitasema 10 power 2, hapa itakuwa ni 100. So mahali pa hiyo 2 tuta replace na log 100. Kazi kidogo itakuwa rahisi. Kwa wale ambao washazoea hizi topic, tumeifanya mara nyingi sana kwenye channel yetu, ziangalie utazipata. So find the value of x given that log
x minus 1 kisha plus, badili ya 2 tukasema tutaandika nini? Log 100 is equals to log 3x plus 2 kisha plus log 25. So hii plus inakwambia nini? Hii plus inakwambia tumia sheria za logarithms, fungua hivi log alafu fungua brackets kubwa. So x minus 1 badili ya plus tutaweka times 100. So hapa itakuwa ni 100 times x minus 1. Funga hii, funga bracket hii. Haya is equals to, huku vile vile log, fungua brackets. Kuna 3x plus 2 kisha hii plus ya signify times, alafu huku mwisho kuna 25. So hii plus inaashiria time, plus inaashiria times, kwa hivyo hapa tutaweka 25 times 3x plus 2. So this plus sign here indicates that we have a multiplication sign between 3x plus 2 and 25. So 3x plus 2 times 25 tutaiweka hivyo kwa bracket. Ukishaona log ziko pande zote mbili, unaweza ukazi ignore, ukazi drop, ukafungua tu hii bracket ya ndani. Sasa 100 times x 100x minus 100 times 1 ni 100 kisha is equals to 25 times 3x 75x kisha plus 25 times 2 ni 50. Haya tumalize hiyo. 100x minus 75x itakuwa 25x kisha is equals to 50 plus 100 itakuwa 150 over 25 x is equals to 6. Answer imekamilikia hapo. Sawa hiyo? Okay, logarithms hizo. Number 8. Use the expansion of x minus y power 5 to evaluate 9.8 power 5 correct to 4 decimal places. So tuanze na hii x minus y, alafu tumeambiwa tuweke power 5. So coefficients zake zilikuwa ngapi? Coefficient ya kwanza ni 1, alafu hapo utaweka x power 5, lakini ujue y akifuata atakuwa na power 0. Kisha tunaona hapa kuna minus, so mimi nitaweka minus. Coefficient ya pili itakuwa 5, alafu x power ngapi? Itashuka power 4, lakini y sasa itapanda power 1. So 1 5 10 10 5 1. So hapo minus, hii ya pili itafuata plus. Plus hapa tutaweka 10, alafu x power 4. Power itashuka sasa, badala ya power 4 itakuwa power 3. So nitaweka hapa sasa x power 3 y power 2. Twende mbele, minus 10 ya pili sasa, sio ilikuwa ni 1 5 10 10 5 1. So hapa 10, alafu x power ngapi? X power 2 y power 3. Mbele itafuata plus, so sasa itakuja 5 x power 1, alafu y power 4, alafu mwisho minus 1 x power 0 ambayo imefutika, lakini y sai itakuwa power 5. So if I simplify this itakuja vipi? 1 times x power 5 ni kama 2x power 5, kisha minus 5x power 4y, so 5x power 4y, alafu plus 10x power 3 y squared, alafu minus 10x squared y power 3, alafu plus 5x y power 4, na mwisho minus 1 times x power 0 ni 1, alafu hapa itabaki only minus 1y power 5, ama minus just y power 5. So tuambiwa use this expansion to evaluate 9.8 power 5. Na ukiangalia 9.8 iko karibu na namba gani? So unaona iko karibu na 10. So tuweza tukasema badala ya 9.8 sisi tutaweka 10 minus something is 9.8. So hiyo something hapa itakuwa 0.2.
So tutatumia 10 minus 0.2 power 5 ndo sawa na 9.8 power 5. So ukijaribu na calculator yako 10 minus 9.8 utapata 0.2, yamaanisha 10 minus 0.2 utapata 9.8. So 10 minus 0.2, umeona jamani nilivyo guess Nimeangalia kwamba 9.8 iko karibu na namba gani? Iko karibu na 10. Ingekuwa kwa mfano ni 99.8, badili ya 10 ningeweka 100. So I hope umenielewa. Wacha tu flow. 10 minus 0.2 power 5 itakuja vipi? 10 itakuwa ndio x, kwa hivyo nitaanza na 10 power 5 alafu minus 5 times x power 4 y power 2. So 5 into 10 power 4 alafu followed by 0.2 power 1. Aya, kisha plus 10x power 3. So hapa kutakuwa na 10 into brackets 10 power 3 alafu tena tutaweka y ambayo ni 0.2 na hapa tutaweka power 2. Aya, tumalize minus 10 into brackets x power 2. Hapa x ni 10, kwa hivyo 10 squared alafu y power 3, y itakuwa 0.2 cubed, kisha plus 5 into brackets x. Hapa x ni ngapi? X bado ni 10, alafu 10 sasa iko power 1 na y ambayo ni 0.2 sahi iko power 4, alafu mwisho minus 1 into brackets y peke yake. Sahi y ni 0.2 lakini sahi tuiweka power ngapi? Power 5. Haya, tuweke yote kwa calculator tuangalie answer. 10 power 5 ambayo ni 100,000 kisha minus 5 into brackets 10 power 4, funga bracket ya kwanza, fungua ya pili 0.2. Haya, tuendelee. Kisha plus 10, fungua brackets, alafu tuanze na 10 cubed, hiyo cubed iko kwa calculator direct, alafu times 0.2 squared pia iko direct, kwa hivyo tufunge hiyo bracket ya pili. Haya, minus 10 into brackets 10 squared atanaweza andika kabisa 100, alafu times 0.2 cubed iko kwa calculator, funga bracket, kisha plus 5 into brackets 10, ama naweza andika kabisa 5 times 10 ni 50, kisha times 0.2 power 4. So 50 times 0.2 power 4, alafu mwisho minus 1 times ama 1 into bracket 0.2 power 5. So 1 into bracket 0.2 power 5. Answer itakuwa ngapi? Answer itakuja 90,392 90,392.07968. Tumeambiwa correct to 4 decimal places, tuta round off sasa hivi, lakini kwanza tu confirm answer yetu. Tuchukue 9.8 power 5 na calculator, inarudi the same 90,392.07968. Kwa hivyo tukitaka our answer correct to 4 decimal places itakuwa 90,392.079 badala ya 68, sasa tutaandika 97 hapa. Kwa hivyo 079 badala ya 68 tutaweka 7. 4 decimal places. Our answer is given correct to 4 decimal places. 3 marks hizo. Zilikuwa ndefu lakini rahisi. Kama umefanya maswali kama haya mengi, unaona hii kitu iko direct kabisa. Kama hujazoea, of course bado uko na time Ingia Medfamilia, fanya mazoezi mengi. Number 9. The diameter of a circle, center O, has its end points M and N. M ni -1, 6, alafu N ni 5, -2.
Find the equation of the circle in the form x squared plus y squared plus ax plus by is equals to c, where a, b and c are constants. So kitu cha kwanza hapa ni find the center, alafu kitu cha pili ni find the radius. So how can we find the center of the circle? Ukitaka center, ujue ni midpoint tu ya hizi endpoints of the diameter. So midpoint utachukua vipi na vipi? Utaanza na x1 ambayo ni -1, alafu plus x2 ambayo ni 5. Hizi utaweka over 2. Kisha utaweka comma sasa. Utachukua hii ya pili y ni 6 plus y nyingine ni -2. Alafu hii pia utaweka over 2. Haya, tufunge hiyo tumalize. So center ni -1 plus 5 ambayo ni 4. 4 over 2 itakuwa 2. Center points coordinates itakuwa 2. Alafu 6 plus -2 ni 6 minus 2 ambayo ni 4. 4 over 2 itakuwa ni 2. Kwa hivyo center ni 2, 2. That is our center. Katikati ya -1 na 5 kuna 2. Na katikati ya 6 na -2 pia kuna 2. Kwa hivyo center ni 2, 2. Sasa bado radius. Ukitaka radius, kumbuka tayari tuko na point hapa na tuko na point on the circumference. So tukitaka radius tuwafanya magnitude tu ya hii points mbili. Kwa hivyo utachukua the square root of change in x squared plus change in y squared. Kwa hivyo change in x itakuwa ni 2 minus -6. Alafu utaweka bracket, utai square. Plus change in y itakuwa ni 2 minus 6. Na hii pia utaweka bracket, uta square. So 2 plus 6 ni ngapi? Sorry, hapa nimeharibu. Hii ilikuwa 2 minus -1. So ni 2 plus 1 squared. Sawa hiyo? X hapa ilikuwa -1. So 2 plus 1 squared. Alafu ya pili ndo y, nikaweka 2 minus 6. Ningetaka pia ningeanza na y alafu ndio x. Sababu formula ya magnitude of a line ni ile ile tu. So 2 plus 1 squared, 2 minus 6 squared. Answer itakuwa ngapi? 2 plus 1 squared, hiyo itakuwa ni kama 3 squared, na 2 minus 6 itakuwa ni kama 4 squared. 3 squared plus 4 squared itakuwa 9 plus 16. Tutaanza kuona hapa kwamba radius is equals to the square root of 25. Kwa hivyo radius is equals to the square root of, hii ilikuwa ni 3 squared na hii ni 4 squared. So 9 plus 16 is 9 plus 16 is 25. Kwa hivyo r itakuwa the square root of 25 ambayo itakuwa ni 5 units. R itakuwa ni 5 units. Are you ready tumalize? Sasa nataka center. Formula ya center ilikuwa kwambia nini? X minus a squared alafu plus y minus b squared is equals to the radius squared. So sasa nitachukua x minus the first coordinate of the center ambayo ni 2. X minus 2 squared plus brackets y minus 2 squared is equals to r squared ambayo ni 5 squared, 25. Sasa sisi tunaweza kumaliza. X minus 2 squared ni sawa na nini? Quadratic identities unatumia kufungua x squared minus 4x plus 4. Kisha plus y squared minus 4y plus 4. Kisha is equals to 25. Haya, tuliambiwa tuandike equation in which form? In the form x squared plus y squared. Kwa hivyo tuifuate hivyo hivyo. X squared plus y squared. Alafu plus ax plus by. Na hapa ax ndo hii hapa negative 4x. Alafu na by ndo hii hapa negative 4y. Finally is equals to c. Kwa hivyo itakuwa is equals to 25. Kisha hizi 4 na 4 tukizipeleka upande wa pili zitakuwa 25 minus 8. Ambayo 25 minus 8 ni ngapi? 17. So this is our final answer. Sawa hapo? Let us flow. Number 10. Tuambiwa number 10, below is a point on the line AB. Below is a line AB and a point
x. Kwa hivyo kuna point hapa yaitwa x, alafu kuna line hapa yaitwa AB. Tumeambiwa determine the locus of a point P equidistant from points A and B and 4 cm from line X. So ukiambiwa 4 cm from line X, unapima radius ya 4, alafu unazungusha circle yako kamili. Sawa hiyo? Kisha kitu cha pili tumeambiwa ni nini? Kitu cha pili tumeambiwa ni locus of a point P equidistant from A and B. So ukiambiwa equidistant from A na B, yamaanisha itakuwa inapita hivi katikati ya A na B. So utaipata vipi hiyo katikati? Hiyo ni perpendicular bisector. Utasimama B, utamark arc kwa juu, na hapo hapo B utamark arc kwa chini. Alafu sasa utasimama A, utamark arc kwa juu na pia utamark arc kwa chini. So by the time ukiunganisha hizi zitakuwa zimetengeza 90 degrees. Hiyo itakuwa ni the perpendicular bisector of AB. Kitu cha pili ukaambiwa nini baada ya equidistant? Unaambiwa equidistant from points A and B and 4 cm from X. So from X 4 cm tumekubaliana ni nini? Ni circle. Utaichora hivi, labda itakuja kushika hapa. So hii point iliyokuja kushika ndio itaitwa point P. Please fanya mwenyewe with a ruler and a pair of compasses. Number 11. Ama number 12 umesoma swali, sio? Below is a point AB and a point X. Determine the locus of a point P equidistant from points A and B, alafu 4 cm from X. So kama ni 4 cm from X, labda itakata hivyo kwa juu, alafu itakuja tena itakata hapa kwa chini. Kwa hivyo ichore we mwenyewe uione hii circle na hii perpendicular bisector za shikana wapi. Sawa jamaa? Utaona the locus of a point P. Inawezekana huko juu na chini, ama inawezekana iko juu peke yake. Mimi sijaifanya hii paper, sijaiangalia kitambo. Ni sasa tunawasaidia tufanye revision, kwa hivyo nawapeleka haraka haraka. Okay, number 11. Are you ready? Number 11 question yasemaje? In a nomination for a committee, 2 people were to be selected at random from a group of 3 men and 5 women. So probability yetu yaanza vipi? Kuna men, alafu kuna women. Find the probability that a man and a woman were selected. Na selection hapa imefanywa mara ngapi? Tumeambiwa 2 people were to be selected. So tutafanya selection ya kwanza, alafu tutakuja tena M W. Na hapa pia baada kuchagua woman, bado tutachagua M ama W. So selection ishafanywa mara mbili hapo. So from a group of 3 men and 5 women. Kwa hivyo hapa kuna 3 over total ni 8, 3 men and 5 women. Kwa hivyo hapa kutakuwa na 5 over 8. Moving forward, kama men mara ya kwanza walikuwa 3 out of a total of 8. Nikisonga mbele men wapungue, nishachagua mwanamume mmoja. Hapa watabaki men wangapi? Watabaki 2, lakini out of a total of 7. Wanawake hawajachaguliwa, watabaki bado hapa 5 over 7. What about kama nilikuja na direction hii nikachagua wanawake kwanza? So wanawake walikuwa 5 over 8, nikija mara ya pili kuwachagua watakuwa mpungua, watakuwa 4 out of 7. Maadamu nimekuja huku nimechagua wanawake, sijachagua wanaume, wanaume bado watabaki 3 over 7. Sawa hiyo? So find the probability that a man and a woman were selected. So probability tunataka ni man and woman. Itakuwa vipi? Design ya kwanza ni man followed by woman, or design ya pili ni woman followed by man. Hizi design zote mbili zinaweza kukupatia probability of a man and a woman being selected. So tukamilisha hiyo, answer itakuwa nini? Man followed by woman. Man ilikuwa 3 over 8 followed by woman itakuwa times 2 over 7. Alafu or tutaweka plus. Woman followed by man
So hapa tutaweka 5 over 8 followed by man ambayo ni 3 over 7. Haya, tumalize hiyo. 3 over 8 times 2 over 7 na calculator. 3 over 8 times 2 over 7, jibu litakuwa 3 over 28, alafu plus 5 over 8 times 3 over 7, jibu litakuwa ngapi? Plus 15 hapa over 56. Tukifanya LCM ama tu add tuna calculator, so 3 over 28 plus 15 over 56, answer itakuwa, final answer 3 over 28 plus 15 over 56 is equals to 3 over 8. So this will be the probability that a man and a woman were selected. Tusha zoom in hapo, piga screenshot, twende mbele. Okay, tuendelee tumalize haraka. Next question yasemaje? A school decided to buy at least 32 bags of maize. Oh, hii ni linear inequalities ama linear programming. A school decided to buy at least 32 bags of maize and beans. The number of bags of maize were to be more than 20. Kwa hivyo bags of maize were to be more than 20. Nafikiri hata tuweza anza kabisa. Manake tumeambiwa taking x ama tukuambiwa. Just write down inequalities. So the number of bags of maize were to be more than 20. Kwa hivyo maize ziwe more than 20. And the number of bags of beans were to be at least 6. Kwa hivyo beans ziwe at least 6. Yani ziwe 6 au zaidi. Alafu a school decided to buy at least 32 bags of maize and beans. Yamaanisha maize plus beans iwe greater than or equal to 32. Hiyo ndo maana at least 32, yani ziwe 32 ama zaidi. Na mwisho tukaambiwa nini? A bag of maize costs 2,500. Umeona hiyo sio? A bag of maize costs 2,500 and a bag of beans costs 3,500. The school had 100,000 to purchase the maize and beans. Yamaanisha wakitumia 2,500 per bag, watatumia 2,500 times m ambayo ndio the number of bags of maize. 2,500 m plus 3,500 b ndo hi-fi kuzidi 100,000. Maanake pesa yao yote ni 100. So itakuwa ni less than or equal to 100,000. Ukisimplify hapa by 100 by 100 by 100, tutaona kwamba 25m plus 35b is less than or equal to 1000. Tumetoa 02, sio? Tukitaka tuweza fanya tena by 5 by 5 by 5, tukaona kwamba 5m plus 7b is less than or equal to 100,000. Nini 1000 divided by 5 ni ngapi? 200. So hizi ndio the 4 inequalities. Write down all the inequalities that satisfy the above information. 4 marks. Kwa hivyo 1 mark, 1 mark, 1 mark, 1 mark. Sawa hiyo? Aya, let's go to the next question. Number 13. Number 13 tumeambiwa evaluate x squared plus 2x minus 14 inapokuwa integrated between the limits za x is 2 mpaka x is 4. So how do we integrate? Tutakuja hapa tutasema baada ya kuintegrate, si tutaka tuchukue x squared plus 2x alafu minus 15. Kisha hii yote tumeambiwa tuifanye nini? Tuintegrate between x is 2 and x is 4. Nakumbuka tuna integrate with reference to x. Sawa hiyo?
So hii yasomwa vipi? Integrate this with reference to x between x is 2 and x is 4. So washatupa limits, kidogo kazi itakuwa rahisi. Tunaweza tu tukaanza kuintegrate moja kwa moja. Kwa hivyo itakuwa vipi? Utaanza kufungua zile bracket za square sasa. X squared ukiintegrate, ama hizi bracket kubwa hizi, sawa? Tutafungua hizi bracket kubwa, tuanze kuintegrate. So x power 2 ukiintegrate itakuwa x power 3 kisha over 3. So hiyo ni kama 1 over 3 x cubed. Kisha plus 2x power 2, si hapa ni power 1. So itakuwa 2x power 2 kisha over 2. So itabaki kama tu 1 alafu x squared. Kisha minus 15 haina kitu, yamaanisha kambe na 15x power 0. So itakuwa 15x power 1 over 1. Alafu mwisho kuna plus c, lakini hapa plus c itakuwa haina kazi sana kwa sababu tuna definite integrals ama tuna definite limits hapa between 2 and 4. Sasa tunazisubstitute tu hizi 4 na 2 ndani ya hii equation yetu ya baada ya kuintegrate. So tutachukua 1 over 3 into brackets 4 cubed kisha plus 1 into brackets 4 squared, alafu minus 15 into brackets 4 alafu plus c. Kisha hii ya kwanza tutai minus na hii ya pili. Ya pili tutaweka nini? Tutaweka hizi 1 over 3 into brackets, lakini sasa badilia 4 tutaandika the smaller number ambayo ni 2. So 2 cubed kisha plus 1 into brackets 2 squared minus 15 into brackets 2 alafu plus c. Unaona hapa kuna plus c kisha kuna minus positive c. So hiyo ni kama tu plus c minus c zitaondoka. So final answer itakuwa nini? Weka kwa calculator hiyo. 1 over 3 into brackets 4 funga brackets cubed kisha plus 1 into brackets 4 funga bracket squared, alafu minus 15 into brackets 4 funga brackets. So itakuwa negative 22 and 2 over 3. I hope plus na minus nimeziweka vizuri. So itakuwa negative 22 and 2 over 3. So negative 22 and 2 over 3. Alafu minus, tufanye ya pili sasa. Mara ya pili tunakuja tu tuna replay, mahali pa 4 tuna replace na 2. Tunakuja hapa tena. So 1 over 3 into 2 cubed plus 1 into 2 squared kisha minus 15 into 2. Final answer itakuja negative. So minus negative 23 and 1 over 3. So tuchukue negative 22 and 2 over 3. I hope unajua kutumia calculator. Kama haujui, tutafute kwa WhatsApp tukuongeze kwa group ama tukuweke kwa VIP group tukusaidie. So negative 22 and 2 over 3 kisha minus brackets negative 23 and 1 over 3 funga brackets hiyo, itakuja final answer 2 over 3. So final answer itakuwa ni 2 over 3. Final answer itakuja ni 2 over 3. Sawa hiyo? Integration tegemea, mara hii inaweza ikaja 10 marks, tena ile ambayo una sketch curve alafu ndo unapata area. Kwa hivyo jipangie mapema, jitayarishe. Paper 1 tuliwaambia itakuja ya ku maximize area and volume kwenye calculus, na ikaja hivyo hivyo. Kwa sababu hizi papers ukizistudy trends zinavyokuwa set, ni rahisi kiasi kupredict, lakini si rahisi hivyo mpaka wewe umezifanya paper nyingi na ukielewa philosophy na psychology ya hawa wenye kuset hizi exams. So number 14, and the position of 2 points P and Q on the surface of the earth are. So tuna 2 points on the surface of the earth. Kumbuka on the earth huwa kuna equator na kuna prime meridian. What is the equator? An imaginary line running from east to west along
the center ama the widest part of the earth. Kisha na prime meridian nayo ni vipi? From north to south. Lakini tulikubaliana kwamba hii equator ndio kubwa. Ukipanda juu kidogo unaona kwamba hii ni ndogo kuliko equator. Ama ukishuka chini pia unaona hii ni ndogo kuliko equator. Sawa? So, the position of 2 points P and Q on the surface of the earth are P 45 north, 36 east. Kwa hivyo tuko hapa kwenye 45 degrees north, hapa ni 0 degrees. Kisha P alikuwa 36 east na Q alikuwa 71 east. Kwa hivyo tuseme P yuko hapa east kidogo, alafu Q yuko east zaidi. Kwa hivyo hapa ni P na hapa ni Q. Sasa hii circle ya hapa 45 north tuweza tukaichukua hapa nje, tukaichora kama kisakol kidogo, tukaonesha position ya P na Q. So, kama kuna prime meridian hapa ndio 0. P alikuwa east by ngapi? P alikuwa east by 36. Alafu Q alikuwa east by ngapi? Alikuwa east by 71. Yamaanisha hapa kuna degree ngapi baina yao? Bila shaka hapa kutakuwa na 35 degrees, kwa sababu ukichukua 36 plus 35 ndo utafika kwa 71 degrees, ambayo ni nani alipo? Ndo Q alipo. Sawa hiyo? So baina yao kuna 35 degrees. Sasa tutaka hii arc length, the distance between them. Calculate the distance hapa paka hapa, hii arc length. Na formula nini? Tumeambiwa distance in nautical miles. Formula ilikuwa inasema distance is equals to theta times 60 nautical miles, lakini kama tuko along a minor circle tunaongeza cos alpha. So 60 nautical miles, lakini tutaongeza cos alpha. So distance itakuwa theta times 60 nautical miles times cos alpha. Utaipata vipi hiyo? Rahisi sana, weka kwa calculator. Distance itakuwa theta ni 35, alafu times 60 nautical miles, alafu times cos alpha. Alpha ni ngapi? Alpha hapa walikuwa kwenye 45 degrees north. So calculator 35 times 60 times cos 45. Answer itakuja ngapi? Answer itakuja ni 1484.924 nautical miles. Yes, number 14 hiyo. Kama hauzijui hizi formula ya longitude and latitude, namba yetu ya WhatsApp ni ile ya kawaida 0717588568. Ikiwa unataka kuadiwa kwa VIP group ya quick attention ama unataka kuwekwa kwa normal group, wewe tujulishe tu, tuangalie vipi tutakusaidia. Yes, twende number 15. Solve the equation. Sin a half x minus 30 is equals to cos x. Ukiona mahali sin is equals to cos, ili swali ni rahisi sana. Unachukua tu hizi zilizoko ndani hapa. This plus this is equals to 90. Na tumeambiwa solve for the range between 0 and 92. Range yako ntamu sana, maliza ili swali. So itakuwa a half x, alafu minus 30, alafu plus hii x ya pili ya huko ambayo ni plus x is equals to 90. The first trigonometric identity. Of course, kama haujui tuko WhatsApp 07 Mushaikram number 0717588568. So a half x minus 30 plus x is equals to 90. Ukicollect like terms, a half x plus x itakuwa ngapi? 3 over 2x. So 3 over 2x is equals to 90 plus 30 ni 120. So tufanye times 2 over 3 huku times 2 over 3 huku. 120 times 2 over 3, jibu litakuwa 80. Tutaona hapa kwamba x is equals to 80 degrees. Na hata ukijaribu kuconfirm answer yako, a half x itakuwa 40. 40 minus 30 ni 10. Utaona kweli kwamba sin 10 is equals to cos x ambayo ni 80. Ukijaribu hii na calculator utapata same answer. Kwa hivyo this is a sure bet.
Number 15. Hiyo ni betting ama ni sure answer tu. Aya, number 16, if you are ready. The position of points P, Q and R are OP negative 3, 6, OQ 2, 1 and OR is equals to 4, negative 1. Kwa hivyo kuna P, kuna Q na kuna R. P, Q and R. OP tumeambiwa ni negative 3, 6. So tushapawa position vector yake. OQ tumeambiwa ni 2, 1. Tumepawa position vector in the form of a column vector. Na hii column vector ya OR pia tumepawa position yake ni wapi? 4, negative 1. Show that P, Q and R are collinear. Hapo watu tunasema nini? Find two vectors. Kwa hivyo kwa mfano find P, Q and Q, R. Vector ya kwanza P, Q, vector ya pili Q, R. P, Q yamaanisha nini? Yamaanisha Q minus P ama OQ minus OP. So tutachukua 2, 1 alafu minus P ambayo ni nini? Negative 3, 6. Hiyo ndio itatupatia vector ya kwanza. And ya pili QR, kwa hivyo R minus Q. Tutachukua 4, negative 1 alafu minus 2, 1. Aya, tumalizeni hizo mbili. Nipatieni answer. 2 minus negative 3 ni 5, alafu 1 minus 6 ni negative 5. Hii hapa ya kwanza. Haya ya pili, and 4 minus 2 ni 2, alafu negative 1 minus 1 ni negative 2. Hapo tushaanza kuona kwamba one vector is a multiple of the other. Waja waandika hivi. Waandika 5, negative 5, yani vector ya kwanza, is equals to k times vector ya pili. So vector ya pili kwa mfano ni 2, negative 2. Kisha waangalia k yafanya kazi kote kuili. So ya kwanza tumesema 5 is equals to k times 2 ambayo ni 2k over 2 over 2. Utaona k is equals to 5 over 2. Na ukijaia chini pia utaona negative 5 is equals to k times negative 2. So itakuja negative 5 is equals to negative 2k. Itarudi ile ile k is equals to 5 over 2. So what can we say? Kumbuka hii ya kwanza ilikuwa ni PQ na hii ya pili ilikuwa ni QR. So tuweza tukasema kwamba k is 5 over 2. What does that mean? PQ is equals to 5 over 2 times QR. Ukitaka kuondoa 5 over 2 wafanya times 2 huku times 2 huku. Pia waweza kaandika kwamba 2PQ is equals to 5QR. Njia nyingine kuandika Tushaonesha kwamba one vector is a multiple of the other. Kitu cha pili bado kuonesha nini? Kwamba kuna common points. So tutasema hapa therefore, kwa hivyo therefore tushaona hapa kwamba one vector is a multiple of the other. Kwa hivyo tutasema therefore PQ is parallel to QR. Kwa nini? Because 2PQ is equals to 5QR. Yani one vector is a multiple of the other. Ama PQ is equals to 5 over 2 QR. And so naona hapa nimetumia PQ na hapa QR. Kwa hivyo nasema and Q is a common point. And because Q is a common point in these two vectors, it follows that P, Q and R are definitely collinear. Paka hapo nafikiri tumekamilisha section 1 ya KCSE 2015. If you would like us to continue with section 2, tuambie hapa kwa comment section unatoka shule gani na county gani. Tujulishe pia kabla ya paper 2 kuanza unataka revision ya topics gani inshallah. Otherwise tuko pamoja. Shule yenu Safina High School. Tuko Old Town Mombasa. Shule yetu ni Safina High School.
Na namba yetu ya WhatsApp ni ile ile ya kawaida 0717 588 568. So 0717 588 568. Mimi ni wenu Mr. Habib Salman Yusuf, na inshallah tuko pamoja mpaka tukamilishe huu ukombozi. So that was KCSE paper 2 2015. Jaribu uzifanye za miaka yote 2015 mpaka 2024. Utapata enough ideas to tackle your paper, and kama uko na med familia pia ukachagua maswali magumu ukayafanya, you are going to enjoy your paper a lot on Monday inshallah. So tunakutakieni kila la kheri. Paper kamili ilikuwa ni hivi: number 1, approximation and areas; number 2, SADs; number 3, circle codes and tangents; number 4, angle properties of a circle. Angle properties of a circle, number 4 hiyo. Number 5, rates of work, lakini ni ile rahisi ile ya primary eh? Number 5, rates of work. Number 6, quadratic equations. Number 7, logarithms. Number 8, binomial expansions. Number 9 ilikuwa ni equation of a circle. Number 9 ilikuwa ni equation of a circle. Number 10 ilikuwa ni locus ama loci. Quite a very nice question, very interesting, very easy to tackle kama ulikuwa unajua basics za loci. Kama haujui basics za loci, weka tu hapo niambie, mimi nataka kujua basics za loci. Inshallah tukipata nafasi tutawaeleza, muone hizi ni vitu rahisi sana. Number 11 probability. Number 12 linear programming ama linear inequalities. Number 13 integration. Number 14 longitudes and latitudes. Number 15 ilikuwa trigonometry 1 au pia yaweza ikaitwa trigonometry 3, maana kuna trigonometric identities. Alafu ya mwisho number 16 vectors, collinear vectors. And of course namba yetu ya WhatsApp ni ile 0717 588 568. Mungu awabariki, mufanikiwe, muenjoy pepa yenu na elimu iwe na manufaa kwenu duniani na akhera inshallah. All the best. Ahsantum.